Mwanamke huyu alikaa gerezani kwa miaka 32 pasipo na kosa lolote. Mary Virginia Jonas alikuwa ni mama, mfanyakazi wa shule na mwanamke aliyejikuta katika mateso pasipo kutarajia, lakini bado aliendelea kusimama imara. Hakukata tamaa wala hakupoteza imani. Kwa zaidi ya miongo mitatu ukiwa gerezani huku unajua kabisa huna kosa lolote, ni maumivu yasiyoelezeka, lakini mwanamke huyu aliamini kuwa ipo siku atakuwa huru na ataendelea kuishi kama watu wengine. Sasa utajiuliza, je, kuwa mtu mweusi ni kosa? Kwa nini ubaguzi wa rangi? Mpenzi mtazamaji wa Iconic, leo nimekusogezea hadithi ya kweli kutoka nchini Marekani inayomhusu mwanamke aliyekaa gerezani kwa miaka 32 pasipo hatia yoyote. Sasa ili kujua hadithi yake ilikuwaje, hebu tuongozane moja kwa moja nikakusimulia hadithi yake mwanzo hadi mwisho, na naamini utajifunza mambo mengi sana katika stori hii. Lakini usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante na karibu. Hadithi ya Mary inaanzia mwaka 1939 ambapo alizaliwa katika jimbo la Georgia huko nchini Marekani. Kwa kipindi hicho nchini Marekani katika maeneo mengi kulikuwa na ubaguzi mkubwa sana wa rangi, na kitu hicho haswa ndicho kilichangia kwa asilimia kadhaa kwa Mary kuwa mfungwa. Mary alikulia katika familia ya watu weusi ya tabaka la wafanyakazi. Maisha yake hayakuwa ya hanasa, badala yake aliishi kwa upendo, mshikamano na alipendwa sana kwa roho nzuri aliyokuwa nayo. Ilipofika siku za mwisho wa wiki, yani weekend, Mary na wenzake walikuwa wakienda kanisani, na kwa ujumla nyumbani kwao walifunzwa maadili, kujiheshimu na uchamungu. Lakini kadri miaka ilivyokwenda, Marekani ilianza kubadilika. Ilipofika miaka ya 1960, harakati za kutafuta haki kwa watu weusi zililipuka kote nchini, na kitu hicho ilikuwa ni kama faraja au neema kwa watu weusi, na Mary akiwepo. Wamarekani wengi weusi walisimama kwa pamoja kupigania haki na kupinga ubaguzi wa rangi. Mary alibahatika kuzaa watoto na akawa analea watoto wake huku akiwa anafanya kazi kama msaidizi wa mwalimu huko Los Angeles. Alikuwa akiwalea wanafunzi kama watoto wake. Alipofikia umri wa miaka 40, Mary alijikuta akiheshimika sana katika jamii, huku akijulikana kama mwanamke mwenye imani, utu na upendo usio wa kawaida. Lakini ilipofika mwaka 1981, maisha yake yalivunjika. Siku moja Mary alikutana na mwanaume aliyeitwa Mose Wills. Mwanaume huyo alionekana kama ni mtu mwenye majeraha sana ya maisha. Alionekana kukata tamaa na alihitaji msaada. Na kwa kuwa Mary kwa kawaida yake alikuwa na moyo mzuri, upendo na mwenye kusaidia, basi hakusita kufanya hivyo. Alimchukua na kumpeleka nyumbani kwake bila kujua kama anakaribisha matatizo. Walianza mahusiano, na kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Mose alianza kubadilika na kuonesha tabia za ukatili. Akawa anamtisha Mary, kumpiga na kumuonesha manyanyaso ya kila aina katika nyumba yake. Mary akawa anapitia mateso katika nyumba yake yeye mwenyewe. Kila kitu katika maisha yake kikawa ni kigumu, kwa sababu hata kutoka nje alikuwa anahofia, akiogopa pengine watoto wake wanaweza wakadhurika, na pia Mary hakuwa na uwezo wa kumfukuza Mose. Siku moja majira ya usiku, Mose alimfanya Mary akajikuta ndoto zake na malengo yake vyote vinazima. Kwa miaka 32 gerezani, siku hiyo ilikuwa hivi. Mose aliwateka wanaume wawili waliokuwa wauza dawa za kulevya. Aliwatishia bunduki na kuwaambia waingie kwenye gari, kisha akamwamuru Mary aendeshe gari hiyo, na Mary alipokataa alimtishia kutaka kumuua yeye pamoja na watoto wake. Hali hiyo ilimfanya Mary kukosa namna, ikabidi aendeshe gari hiyo, na alifanya yote hayo kwa ajili ya kuokoa maisha yake pamoja na maisha ya watoto wake. Wakati wanaendelea na safari yao huku Mary akiwa ndio driver, walipofika kwenye barabara nyembamba yenye giza, Mose aliwatoa wale wanaume wawili nje na kuwaweka chini kwa nguvu. Kisha mbele ya Mary akafyatua risasi 2, na katika risasi hizo zilifanikiwa kumuua mmoja wa wale wanaume wawili na mwingine akajeruhiwa, lakini alikuwa ni mahututi sana. Baada ya tukio lile kutokea, Mary alikimbia kwa hofu, lakini tayari alikuwa ameshachelewa. Polisi wakawa wamemkamata, na kwa mtizamo wa sheria Mary akatizamwa kama mshtakiwa wa mauaji. Ilipofika mwaka 1982, Mary alipelekwa mahakamani. Hakusikilizwa kama mwathirika, hakujieleza kuhusu mateso aliyokuwa akiyapitia kwa siku zote katika nyumba yake. Badala yake alionekana kama mshtakiwa wa uhalifu. Mary akahukumiwa kifungo cha maisha bila uwezekano wa kuachiwa huru kulingana na mashtaka yake.
alikuwa ameshtakiwa kwa mauaji ya daraja la kwanza, mtekaji na mwizi, jambo ambalo likamfanya kuhukumiwa gerezani huku akiwa na miaka 43. Lakini pamoja na kuwa Mary alikuwa gerezani, bado aliendelea kuonesha roho nzuri, alikuwa anajali na alikuwa ni mwenye upendo sana, bila kujali yuko sehemu gani. Aliongoza maombi, vikundi vya Biblia na kuwa faraja kwa waliokuwa wamekata tamaa, jambo ambalo lilimfanya kupewa jina la Mother Mary. Lakini miaka 32 ni mingi sana. Watoto wake wakakuwa bila yeye. Alikosa sherehe, siku zao muhimu, hata harusi za watoto wake. Binti yake aliyeitwa Denitra alibeba maumivu hayo kwa miaka yote, na siku zote hakuacha kupigania kuhusu haki ya mama yake. Ilipofika miaka ya 2000, jamii ilianza kugundua kuhusu maisha ya ndoa aliyokuwa akiishi Mary, manyanyaso yote aliyokuwa akiyapitia, pamoja na kesi zote za nyuma zilivyokuwa, jambo ambalo lilifanya uchunguzi kuanza kufanyika upya kuhusu kesi ya Mary. Ndipo kundi la wanafunzi wa sheria kutoka USC Post ambayo iliitwa Convocation Justice Project lilipochukua kesi yake na kuanza kuifanyia kazi, waliona dhahiri kilichokuwa kinaendelea kwa miaka ile. Maskini Mary alikuwa ni mwathirika mkubwa sana wa mateso, lakini hakuna ushahidi wa mateso uliowahi kusikika mahakamani kwa sababu alikuwa akificha maumivu yote aliyokuwa anayapitia. Ilipofika mwaka 2014, Mary akiwa na miaka 74 alienda tena mahakamani. Safari hii dunia iliweza kumsikiliza. Hakimu akaweza kutengua kesi yake na Mary akaachiwa huru baada ya kukaa gerezani kwa miaka 32. Alitoka gerezani akiwa amedhoofika sana, lakini roho yake haikuvunjika. Alikumbatiana na binti yake, tukio ambalo liliwaliza watu wengi sana. Denitra alimwambia mama yake, "Tuna Mother's Day nyingi sana za kufidia." Akiwa nje ya mahakama, Mary aliulizwa, "Unajisikiaje baada ya kupitia mateso hayo yote?" Mary alijibu kwa sauti ya utulivu, "Sina sababu ya kuwa na chuki. Mungu ndiye mchungaji wangu na yeye ndiyo aliyenifikisha hapa." Sasa maisha yake yalikuwaje baada ya kuwa huru? Mary aliachiwa akiwa hana pesa, nyumba wala chochote, na kwa kuwa alifungwa miaka 80, kipindi ambacho hakukuwa na mitandao, smartphone, benki ya kadi, miji kubadilika, kwa hivyo kila kitu alianza upya huku akiwa na miaka 74. Lakini hakuwahi kulalamika hata siku moja. Alianza kujifunza tena kuishi katika dunia hii mpya, huku binti yake akawa mwongozo wake. Hadithi ya Mary ikavuma kote nchini, huku ikichukuliwa kama funzo jinsi mfumo wa sheria unavyoshindwa kutambua haki, mateso ya kibinadamu, wanawake waliodhibitiwa na wanaume jeuri, mwathirika anayegeuzwa kuwa mhalifu, huku tetesi zikaja kuibuka kwamba kilichochangia haswa Mary kuwa gerezani ni pamoja na kuwa yeye alikuwa ni mtu mweusi, kwani mara nyingi nchini Marekani mtu mweusi hapewi thamani kama ilivyo kwa mtu mweupe. Na hivi ndivyo stori ya bibi huyu ilivyokuwa. Hadithi hii inatufundisha kwamba tunatakiwa kuwa na roho nzuri, lakini tuwe na mipaka, kwa sababu tukimwangalia Mary alikuwa na roho nzuri sana, na hiyo ndiyo moja ya kitu ambacho kilimponza. Lakini pia kutoa msaada sio jambo baya, ni vizuri sana kusaidia, lakini tunapaswa kuangalia ni nani tunayempatia msaada huo. Na kitu cha mwisho kwa mimi binafsi, nimejifunza hakuna kumwamini mtu yoyote yule. Je, mpenzi mtazamaji wa Iconic, kupitia story hii una maoni gani? Ili tuweze kujua maoni yako, tuandikie kwenye comment na sisi tutapitia kila komenti na tutahakikisha tunaijibu. Lakini vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Hii ni Iconic na jina langu mimi ni Justin Barabara. Kwa stori zingine kama hizi, endelea kutufuatilia. Asante.